Mimi yangu ni kuwajulisha nyinyi wa Kenya na watu hasa jamii yetu kutoka Nyanza kuwa kulingana na Oburu kupotea nje kutibiwa kule India. Mimi nataka kuambia wa Kenya kwa sababu ukiona hivi na nyamaza hivi, jiulize swali ya pili. Hata hapo awali mwaka jana tulikuwa na kiongozi wetu ambaye ni mpenda amani, kiongozi wa siasa na kiongozi wa jamii yote katika eneo barani Afrika kwa ujumla. Raila Amolo Odinga. Ye pia alipelekwa India na akapotea hivi, alafu baadaye tukasikia habari kuwa ameenda. Sasa nataka serikali ya Kenya, William Ruto, ikiongozwa na William Ruto, atoe hotuba na tuambie Oburu ako wapi. Hatutaki mtu afichwe nje alafu tuambie after 3 weeks ama 2 weeks amekufa. Kama ameenda, tunawaomba nyinyi viongozi wa serikali msimame na tumtangaze kwa jumla kwa Kenya kuwa Oburu ameenda ili azikwe kwa amani. Tabia kuficha watu wenye marehemu itatuletea shida kama sisi kama watu wa Kenya. Sasa kama unajua wewe ni kiranja, wewe ni kinara katika serikali, simama na utangaze. Ndwale, wewe ni kiongozi wa afya, waziri wa afya iko kwa mkono wako. Tabia kusimama na kunyamaza kimya, utaki kutangaza pale penye Oburu wako na afya yake, wewe utaenda kotini. Kwa sababu tunataka sisi wa Kenya watu wote tujue pale penye yako, kwa sababu yeye ndiye alikuwa party leader wa ODM na sasa yuko ako India. Tunasikia yeye akumgonjwa, sijui yeye akufanya nini. Nataka kuambia wa Kenya, Oburu tayari ameenda na wanaficha, wataki kutangaza, waambie wa Kenya tayari Oburu amekufa. Mtu kama amekufa inafaa tangazwe kwa haraka iwezekanavyo ili mazishi yake itayarishwe. Si ati akishauawa kule alafu wanakuja wanasema alisema akikufa na sikwa within 72 hours. That is against law in this country. That is what abuse the law. When somebody died, you are supposed to announce immediately because you don't know yours. Tawaambia wa Kenya tusimame, kama italala wiki 2 ama 3, kama Oburu hajatangazwa pale penye yako, hajatangazwa kulingana na afya yake, sisi kama wa Kenya tutaenda maandamano tupinge, kwa sababu hatuwezi kubali vitu kama hizo katika nchini Kenya. Sasa tumewapea serikali 72 hours to release an announcement concerning ODM party leader Dr. Oburu Oginga Odinga, ili tujue ako wapi kwa afya yake, ako wapi na amekaa wapi. Tujue kama ni India, madaktari wangapi wenye wanamtibu na ni gani anamtibu aje na sehemu gani ambayo imeathirika katika mwili yake. Hapo awali former Prime Minister Raila Amolo Odinga kiongozi wetu pia alienda hivyo India, alafu baadaye tunasikia habari kwa Raila Amolo Odinga ameenda. Sasa nyinyi watu wa India daktari, we don't trust some of you the doctor of India, because some of you are killers. They led to the death of our former Prime Minister Raila Amolo Odinga, who never died the way he died. So we want to ask the government of India to release immediate effect concerning the death of Oburu Oginga, because we don't want lies. We want people who is a trustee who can be able to tell where there's a problem, and we as a people of Kenya can tell you this is how you can solve it. So we want immediate feedback from government of India and government of Kenya to discuss how Oburu Oginga his life inaanza across the world. Sasa tunawaambia hivi, kama unajua ulihusika kwa kufichwa kwa Oburu Oginga, wewe lana ni kwako. Tunataka serikali ya Kenya tuambie Oburu ako wapi, atuambie aliyeko wapi, atuambie nini limfanya, atuambie hiyo ugonjwa kuanguka alianguka wapi, kwa sababu ukiona mtu anafichwa nje kuna sababu. Sasa tuwezi kubali vitu kama hizo, ni hatia na inaribu tamaduni yetu sisi kama watu wa Afrika na jamii kwa jumla. Hatuwezi kubali mtu kama amegonjeka inafaa tangazwe kwa runinga, na kuna runinga moja ya private inaitwa Citizen, runinga ambayo imechukuliwa. Hiyo runinga imekuwa ikifeva watu wengine. Tunakwambia wewe, nasikia masharia, wewe simama uhuru na acha ukabila mwingi. TV ni ya kila mtu. Sasa tutangazie pale ambapo Oburu wako, tutangazie kama amekufa, ambia wa Kenya Oburu tayari ameenda.
Si mnanyamaza mnakula hongo kwa serikali, mnanyamaza mnakula hongo kwa serikali, mnanyamaza mnakula hongo kwa serikali, alafu baadaye mnakuja mnatutangaza. This country will burst. Continue the way you are doing this nation. This nation belongs to each and every individual. So whenever it happens in this country, anything that may happen in this nation, you are supposed to release immediately. So we don't want, if we hear after the 72 hours that Oburu died, or something that is what have been happened to him, that means that the government itself knows what happened to Oburu and Odinga family at large. So we want immediate effect. We want to know where is Oburu. Where is Oburu Oginga Oginga? We want to know, the people of Kenya. Where is Oburu Oginga Oginga? If he died, announce that Oburu is already gone. If he is sick, the seriousness, and now so that people cannot able to reach him, can contribute with the word of prayer, because we want to know. We as the people of Kenya, we don't want people who are joking with the life of somebody. If somebody has already died, we want the government of Kenya and India take him back here to his country where he was born. We don't want people who are joking. We want Oburu Oginga to be back in their country. And we give you 22 days. 22 hours to release Oburu Oginga back to their country. Or although this country will burst. Thank you.